Asanteni sana. Kwanza kabisa katika hii kanisa niliitwa na viongozi wa kanisa kukuja kwa mambo ya fundraising, kwa mambo ya harambee. Na hapa ninaona mamangu ambaye namuita mama auntie. Ako na msichana anaitwa auntie. Huyu mama tulikuwa na yeye Nyalenda. Huyu mama alikuwa jirani yangu kule Nyalenda nikiwa primary school, nikiwa secondary school. Na huyu mama alipokuja ya kwamba tufanye fundraiser ya hii kanisa, nilisema lazima nifike. Huyu mama alikuwa naona jinsi ambavyo nilikuwa nikiuza chang'aa. Niliwacha kuuza hiyo chang'aa mama. But huyu mama katu chini mami. Tumetoka naye kule Nyalenda na yeye anaomba na nyinyi hapa kwa katika kanisa ya SDA Umoja 2. Jambo la pili, Biblia inasema katika kitabu ya Matthew 6:33 that seek ye first unto the kingdom of God and his righteousness, and every other thing shall be added unto you. A church is a hospital for sinners. For the Bible says in the book of Romans 3:23 that everyone has sinned and has fallen short of the glory of the Almighty God. Therefore we come to church to seek for forgiveness. Mimi nikiongoza kama mwenye dhambi. Na ningependa kuambia ya kwamba tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya mapenzi yetu kwa Mwenyezi Mungu. Maanake kama sio Mwenyezi Mungu, leo hii atungekuja hapa, atungesimama hapa, singetoka kule Nyalenda kukuja hapa, singewacha kuuza chang'aa kukuja hapa, singewacha hata kuvuta bangi kukuja hapa, singekuwa kiongozi kama sio Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikikuja kwa kazi ya Mwenyezi Mungu, lazima tuweke mbele na kwanza. Singekuwa kiongozi kama sio Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikikuja kwa kazi ya Mwenyezi Mungu, lazima tuweke mbele na kwanza. Jambo la pili, mimi najua kuna shida sana hapa nchini Kenya. Kuna shida ya cost of living. And we feel you as Kenyan citizens. We feel your hunger. We feel your frustrations. We feel your burden. We feel all the challenges that you are going through. And we see your tears. And one day, the Almighty God will help us as leaders to wipe your tears. We will save you from the shackles of oppression. We will save you from the bondage of poverty. And with our sixth year, ninajua mbele iko sawa. His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, under your leadership, as we are at Bomas, I know the report is coming out soon, under your leadership, ensure that we don't cede our ground. Under your leadership, ensure that the burden of these Kenyan citizens are removed from their shoulders. Ensure that the school fee that is being planned to be increased from next year, high school, haifanyiki tena. Under your leadership, up to now, there are those students who have never reported to the universities kwa sababu mama zao wanauza mboga, baba zao wanaenda kwa mjengo, hawawezi pata shilingi 1,300 kupeleka mtoto shuleni kwa sababu hii serikali iliongeza karo ya shule. Under your leadership, hakikisha ya kwamba bei ya mafuta isiongezwe kila miezi. Under your leadership, hakikisha ya kwamba bei ya unga irudi chini. Hakikisha ya kwamba bei ya bidhaa zote zirudishwe chini. Hakikisha ya kwamba hawa wa Kenya maisha yao iende juu na washughulikiwe. Leo sio siku ya tibi mnatialala. Nataka niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Wamama hai, warembo mwe. Hiyo tu ndio ya mapenzi ya kanisa. Asanteni sana.